Asante, tuketi, asante sana. Mheshimiwa Gavana wa Jimbo la Garissa, Mheshimiwa Nadhif Jama, Mheshimiwa rafiki yangu mbunge wa eneo hili la Garissa Town, Mejadeko Baro, MCAs wote, viongozi wote wa serikali kuu na viongozi wote wa serikali ya ugatuzi hapa Garissa na watu wa Garissa, assalamu alaikum. Kwa hiyo tunasalimia na hivi, msalimia hivi. Asante. Mheshimiwa Gavana, nimefurahi sana. Na leo kwangu ni siku ya furaha. Tangu dunia iumbwe, sio tangu tujinyakulie uhuru. Tangu dunia iumbwe, kaunti ya Garissa haijawahi kupata kiwanda yote hata ya toothpick. Na najisikia nikiwa na furaha sana na kujivunia eti mimi ndio nimekuja hapa kuzindua an industry of any color, of any form hapa katika kaunti ya Garissa. Na pia nimesikia kwamba sio tu Garissa peke yake, hii dunia yote ya Northeastern itaandikwa kwa historia. Wewe kama uko shule uulizwe vile tunaulizwa nani alidiscover Lake Victoria, nani alidiscover Indian Ocean. Ukiulizwa ni nani mtu wa kwanza kuleta viwanda katika Northeastern Province, ukiandika Moses Kuria umepita. Kwa hivyo jana, mnajua tulikuwa na mabadiliko ya baraza la mawaziri, na huyu gavana vile amesema, akaniambia Ruza, je, utakuja kweli? Nikapigia huyu Deko, nikamuuliza wewe unaonaje? Kamwambia pengine nitatuma PS. Akaniambia wewe unajua hiyo ndio industry ya kwanza duniani hapa Garissa. Nikasema hapana, siwezi kumisi hiyo historia, wacha nikuje. Na kwa sababu serikali hailali, serikali haina koma, serikali haina full stop, serikali ni reli, ni gari ya moshi inaenda straight, ukue hapa ama pale. Na sisi zote tuko na jukumu la kufanya kazi, kusaidia rais wetu katika jukumu lolote anaweza kukupatia. Na vile mmesikia, sasa mimi ni waziri wa public service, waziri wa maneno ya performance na waziri wa maneno ya delivery. Maneno ya public service nimeachiwa na dadangu Aisha Jumwa, na yeye akaenda kufanya kazi ya gender na culture na arts. Lakini hata kama hiyo ya gender ningeambiwa nikifanya kisawa sawa kabisa. Maana hata wamama, si hata wamama wanahitaji kuhudumiwa, na hawa vijana wanahitaji kuhudumiwa. So kwa njia yoyote mimi nitafanya kazi kwa ile hali ambao nimeinua mambo ya biashara, nimeanza kuinua mambo yetu ya export, manufacturing yetu imeanza kuamka, industrial park. Mimi sijamaliza mwaka moja kama waziri. Kwa hivyo nimefanya kazi miezi 11 na siku 20 hapo, kitu kama hiyo. Na katika hiyo, a third of Kenya counties, 1/3 is already industrializing. Vile hapa nimeona tinga hapa zinazunguka Kenya yote. Tukifikia hapo, tumefikiana na wawekezaji wa special economic zone zile kubwa huko Dongo Kundu, hii ya Isiolo ambao tunapanua na wawekezaji mpaka kule Naivasha in just 1 year. So I leave this ministry with my head high. I'm a very motivated person and I'm very, very proud kwamba at least hii ndoto tukiwa na gavana kama Nadhif Jama hapa na Mheshimiwa Deko hapa haitakufa. Na niwaletee salamu za waziri wetu mpya wa uwekezaji, biashara na viwanda, Madam Rebecca Miano. Amesafiri huko Uganda wakiwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi katika ziara za kikazi. Na kesho nilikuwa nimeahidi watu wa Vihiga kwamba mimi nitaenda huko. Na wacha nikuambie, liwe liwalo, hata hiyo ya Vihiga nitaenda kuzindua. Wiki ijayo ndio sasa nianze ile kazi yangu mpya. Sasa
tuongee kidogo mambo hiyo ya kazi yangu mpya, upande wa performance na upande wa delivery. Vile nimesukuma hii maneno ya viwanda, rais akaniambia, sasa kwa hiyo nguvu umesukuma hii maneno ya viwanda na biashara, sasa aende usukume wizara zote na wafanyikazi wote, ile performance contract tuna sign. Sasa ni kazi yangu kuhakikisha ya kwamba ukilegalega uko nyumbani. Na wafanyikazi wa serikali mnanijua, mtu afanye kazi, watu wafanye kazi. Wacha nikuambie, hii serikali nitainyorosha kabisa. Na hata mtu akitaka kufanya ile inaitwa early retirement, niko tayari. Niko tayari. Kama una bio yangu ukiona huwezani nayo, ni sawa, kuja kwangu nitakupatia ruhusa. Nikwambia wewe sasa, hata kama uko miaka 54, 55, haujafikisha miaka, useme waziri, hii bio yako mimi siwezani. Kuja hapa, fuga ngamia, ile kazi kidogo ambayo unaweza, uondokee kazi ya serikali. Vijana wetu ambao wanahitaji kazi, na ni vijana wengi wanahitaji kazi katika huduma yetu ya public service. 32% ya wafanyikazi wa serikali wamebakisha miaka 3 hadi 5 kustaafu. Na mimi nataka kuambia, ukijisikia unaweza, tafadhali niambie waziri, sijafikisha kabisa, lakini kwa sababu mtoto yangu nyumbani pia nataka kazi, waondokee vijana wetu, vijana wafanye kazi. Mimi nitakuwa tayari na utenda kazi kama hii project hapa. Gavana, huyu contractor umkondolee macho, akishindwa umfukuze, na hata kabla upate mwingine, mimi sasa ndio mdosi wa NYS. Nitaleta NYS hapa, wabia contractor ondoka, vijana wangu wa NYS wafanye kazi hapa, wakujengee barabara na mambo ingine. I want to send a warning shot to contractors who do public work. Kama unalegalega, kwanza tunakufukuza na hiyo kazi haitasimama. Vijana wangu wa NYS wako tayari. Na tuko juzi mliona tumetangaza nafasi za jeshi za wale watu wametoka NYS, vijana 300. Wale walitokea kufanya interview walikuwa 7,000. Nikasema aibu, aibu, aibu. Mheshimiwa Deko, hata mkuu huko bunge, hii maneno ya vijana na kazi tuchunge sana. Na tukifanya jambo lolote kidogo, tukileta mchezo, this is a disaster waiting to happen. The problem of joblessness, the problem of despair, the problem of chance to work, to be productive, to put money in their pocket and to make their hustles matter. We have no option. And you know, saa hii nikiangalia janga la ukosefu wa kazi ambao tuko nao, I have no time for political bickering. Na juzi ndio umesikia hata kaunti yangu huko inaitwa Meru, hata wananiambia nisizidue mradi kama hii ndio wamalize vita. Nikamwambia tuunde timu mbili, yangu tuendelee na kazi, ingine waendelee na vita. Tutakutana huko mbele somewhere. Na hata the same spirit ndio mimi naleta katika mambo ya delivery, mambo ya performance, katika wizara zote. Kwa hivyo niwaambie mawaziri wenzangu, si kwa ubaya, ukiregalega mimi natumia mdosi report. PS ukiregalega natuma report. County commissioner, nikisikia kaunti yako ndio ifanyi kazi, na mimi hiyo kazi sitafanya kwa ofisi my friend. Hiyo mimi nitakuwa hapa kwa mimi, ofisi yangu ni hapa mashinani. Hii kazi ya mashinani ndio mimi najua zaidi. Mimi ya ofisi hata siendangi. Ofisi yangu ni hapa kwa raia. Na hata nyinyi county government, hata kama sina power over you, mkiregalega nitapatia wananchi report. Nimwambie watu wa Garissa, hawa gavana wenu, MCA wenu, si. Na wale ambao wamenishinda kupelekea kwa rais, na wamenishinda kupelekea kwa wananchi, simunipatie ruhusa niwashtaki kwa Mwenyezi Mungu Subhanallah. Nitawastaki huko. Niseme hawa ndio wanafanya vijana wetu waendelee kukosa kazi. Hawa ndio wanafanya wamama wetu washindwe kuweka pesa kwa mfuko. Na jameni, najua mimi nakuanga na maadui wengi. Na sijali, kwa sababu kwetu tunasema ndovu haiwezi kushindwa na pembe zake.
Hata wakuje nani na nani, mimi kazi nitaendelea kutwanga, nitaendelea kujorosha Kenya. And if you don't like me, anza kuadikia. I can bet one thing. Wale wanasherekea ati mimi nilitolewa kwa hii wizara, within 6 months wataanza kwenda kwa rais kumwambia ai amezidi sana, mtoe hapa tena. They will be asking for another reshuffle in 6 months time. Wallahi, I promise you. Because vile itatwanga hii kazi na vile nitaruka hii Kenya kila pahali kuhakikisha kwamba serikali ya William Samoei Ruto imesucceed kwa ile mipango ambayo iliahidi watu wetu. My friend, mtosheke na mjue ya kwamba kama ulikuwa unasumbuliwa na mimi nilikuwa na wizara kamoja, sebuze saa hii mimi na coordinate wizara zote 22. Si utajihalia. Mungu awabariki na Mungu alinde. Asanteni sana watu wa Garissa na wapenda sana. Asante.